Kuna hatari kubwa sana kwa watu kukosa kuelewa mambo ya Mungu. Mwezi huu wa Novemba, watu wachukue time to repent, to ask God for forgiveness, because something is going to happen. Kuna kitu kitatendeka na hutaweza zuia. Sababu unaona dalili. Kuna dalili unaona. Usipuuze. Mungu alituma Zekaria, nenda waambie watu wale. Lakini wakasema, Mungu, wewe tuchukulie vile tuko. Unajua, the Kenyan church and the Nigerian church, they had reached a point where the word of God had become life in their lives. And when they started practicing the word of God, there are things that God eliminated in their lives. Can you remember there was a time you would go for prayers, pray not I'm saying to go and be prayed for, kwenda kuombewa kila saa. Kila saa unatolewa mapepo, kila saa unaombewa, kila saa wewe ni mgonjwa, wewe una mara mgonjwa, mara umefungiwa nyumba, mara sijui nini, yani ulikuwa na shida nyingi sana. But wakati ulianza kufanyia neno kazi, the word of God, when you started practicing the word of God, that is when the word of God started fighting for you, and these other things were eliminated in your life. But now the enemy is trying to bring us back. Watu wengi, as per now, most of the people ambao walikuwa hawaombewi sai wanatafuta watu wa kuwaombea. What has changed? Because tulifika mahala tunaona Mungu tuchukue vile tulivyo, na vile tulivyo ni mambo ya shetani, kwa sababu atakurudisha kwa mizimu ya kwenu, atarudisha magonjwa ya kwenu, atarudisha laana za kwenu, atarudisha maskini za kwenu, because it will only take the devil to infect you with one disease that will consume all your wealth. Just a small virus, ianze tu kama kakidonda namna hii, itaenda, baadaye unasikia cancer, baadaye unasikia imeenda stage 1, stage 2, stage 3. You spend a lot of money. Umejaribu hapa, unaenda India, unatoka India, unaenda Dubai, unatoka Dubai, unarudi India, mara physiotherapy, mara sijui nini. Baadaye, after you have consumed whatever you acquired through faithfulness, then he eliminates you. Biblia inasema tuchukue vile tulivyo. Mimi nasema hivi, mwana wa Mungu, God, rudi pale neno lilikuwa linakuchezea, linakulipia. It was fighting for you. The word of God, your sacrifice could
speak on your behalf. Your altar offering could speak on your behalf. You reach a point ya kujua ya kwamba hii ni madhabahu. You fought the altar, but now you have refused. Umeacha, unasema Mungu, nichukue vile nilivyo. Ndio hii Zakaria anauliza, anasema, where are your fathers? Baba zenu wako wapi? Wapendwa, kuna pali Mungu ametufikisha. Sio nguvu zetu, sio uwezo wetu. The minor things that we have been doing, the prayers we have been praying, the early morning prayers, coming to church very early in the morning. Kuna kitu kilikuwa kinakutetea. Once you start backtracking, utarudi pale. Unajua Mungu anapeananga mtu mili mbili. Kenya tunaita munono. Waswahili wanasema mwili munene na mwili mwembamba. Unaweza jenga mwili wako unenepe, kweli? Si ni kweli? Na kuna kile unaweza fanya mwili ukonde, kweli ama si kweli? Na ni ule tu. Kuna vile utafanya mwili ufanye nini? Unenepe. Kuna vile utafanya wewe uanze kukonda. Either you want to slim, ama umechezea maisha, umeingiziwa magonjwa. Sasa mwili unaenda tu. Tutakuzika ukiwa kama nyasi. Mwili ni ule. Maisha ya kiroho ni yale. Usiache hapo nyumbani, usiache kufanya ile kitu ilikuinua. Utarudi nyuma. Na ni heri ubaki pale ulipokuwa kuliko kurudi nyuma. Usisahau. Wana wakasema, deal with us according to our ways. And the Bible said that God dealt with them. Mungu alifanya hivyo. Shetani anataka kurudisha kanisa level kule ulitoka. Ya kwamba kuna wakati ulikuwa unaombewa sana. Kila siku naombewa. You met a man of God. Akamwambia, some of these things ni hii na hii. Can you go and change? You did. You changed. God changed your life. Can you imagine? Baada ya sasa Mungu ametuinua, tunaanza kuwaza ya kwamba now we can do without. Tunaweza fanya bila. Wakaambia nabii, wakaambia Mungu, tufanyie vile tulivyo. Lakini Biblia inasema mwezi wa 11 Mungu akaja akasema, nirudieni nami nitawarudia. Nirudieni nami nitawarudia. Bwana Yesu asifiwe sana.